Karibu. Yeye show. Karibu sana. Karibu ndani. Haya, niambie utokapo kwenda. Kwema, yule na shemeji muendeleaje na hali? Kama kawaida yetu, kukicha kumekucha. Sie dadangu, tutaishi katika hali hii hadi lini lakini? Sasa nifanye nini Irene? Na nimejaribu kila njia, lakini wapi? Bado sijafanikiwa. Umri nao naenda kumbuka. Wachelewa utapata mwana si wako. Naelewa hilo rafiki yangu. Na pia ingekuwa vyema kama ungenisaidia kimawazo. Rafiki yangu, kwenye ndoa siku zote ukitaka kudumu, uzae mtoto, upo. Na kwa hali hii ulio nayo tayari, naona unaochechea moto. Na hivi karibuni utawaka kwenye ndoa yako. Ushauri wako sasa ni upi? Itabidi uende kwa mtaalamu. Wamaanisha niende kwa mganga? Ndiyo, na watakiwa ufanye haraka upesi. Sawa, mimi nimekuelewa. Acha nikuache dadangu. Sasa usubiri kufikia angalau kikombe cha chai. Nitakuja kunywa siku nyingine. Sawa basi. Basi salama. Shemeji akirudi tutasalimia. Poa basi. Kaka, malizia basi. Tajiri atafika muda sio mrefu. Wewe naye cha kunipeleka mbio bwana. Kwa ujeuri huo ndio nakupelekea hadi sasa hujafanikiwa kupata mtoto. Mbona matusi tena mtu wangu? Sio matusi. Nakwambia ukweli. Unapaswa utafute suluhisho la tatizo lako. Unasema kweli? Lakini sidhani kama mimi ndiye mwenye shida. Haijalishi ni wewe au shemeji. La muhimu ni kutafuta suluhisho kaka. Kwa kweli, tuko kwenye njia pana. Sasa sijui nishike gani. Fuata zote na utaona matokeo yake. Gani sasa? Sasa ukiona au kufikiria unaweza kushika njia mbili kwa wakati mmoja kweli? Ushui na maneno mtu wangu. Wewe fuata moja uone kama utasaidika. Haya bwana.
Hebu leta hicho kipa. Ndio, lakini kule mahali ni mbali, nahitaji fare. Okay, acha nifike kazini alafu nitakutumia. Mimi nataka cash bwana. Sasa naona tutapotezea na muda. Wewe hakikisha unaenda leo kwa huyo mtaalamu. Usichelewe kutuma basi, ili niwahi. Okay. Baadaye basi. Nakupenda. Nakupenda pia. Odi. Karibuni. Hapana. Vueni viatu. Karibuni sana wanangu. Asante sana. Naam. Naona mmefika kwa wakati mwafaka. Ni kweli, ila huyu rafiki yangu ndiye mwenye shida. Ndiyo bwana mtaalamu. Mimi na mume wangu ndo tuna shida kupata mtoto. Tatizo lenu ni dogo sana na ninaona linaenda kuishi. Naomba msaidie mganga, kwa sababu tayari miongo imeshapita tangu awali, lakini hawajafanikiwa kupata mtoto. Sawa sawa, nitawasaidia. Kamata hii dawa. Hakikisha mnapaka kwenye sehemu za siri mnapotaka kufanya tendo. Umeelewana? Sawa mtaalamu. Sasa mnaweza kwenda. Na hela je? Nitaleta fungu langu endapo mtaona mabadiliko ndani ya mwezi mmoja. Sasa mnaweza mkaenda. Kifo cha mganga, wateja walia.
Mke wangu, kwa kweli tumshukuru sana huyo bwana mtaalamu. Ndiyo, ni kweli kwa sasa naona mabadiliko. Hasa upande wangu naona kazi napiga vizuri. Kimaanisha kwenda kulima shamba nalima ipasavyo. Umebadilika sana na kileleni unanifikisha siku hizi. Ni jambo la kuvutia sana. Kwa kweli nakupenda sana. Nakupenda pia mama. Irene dadangu, hapa nipo mwanamke kamili. Kimaanisha nini? Hey, Alex kwa sasa analima shamba kama inavyotakikana. Nilikwambia, ona sasa ulivyo na furaha. Umesaidia pakubwa sana, hata sijui nitakulipa nini. Nikuonapo na furaha, basi nami nafarijika moyoni. Wewe ni rafiki wa pekee. Usijali, nakujali sana. Mimi pia. Sawa, tuwai basi, maana jua limeanza. Nakuona mwenye furaha sana. Au ulishinda mchezo wa bahati nasibu? Hapana. Una lipi jipya? Sababu sijakuona ukiwa katika hili. Kaka, ndoa yangu sasa unaweza kuimarika. Ukimaanisha nini? Tupo sawa sasa. Mimi na mke wangu. Mzito sio? Hapana. Ila nafikiria sana kwa kazi yangu. Kaka, unaweza hebu kumbuka basi. Tuachane na hiyo story. Vipi? Ile mada tapitia kweli? Alidai atakuja kesho kuchuma na tutaka. Unaweza kutengeneza kitanda cha chuma ili kutafutia mtoto. Bro, tuachane na hayo maneno. Sasa tukapige kazi. Kwa kweli nashindwa kuelewa. Mbona sina dalili zozote za ujauzito na inapata mwezi sasa? Nikisema mume wangu alimi shamba vizuri, nitakuwa nakosea kwa sababu kileleni ananifikisha. Sasa inaweza kuwa tatizo liko wapi? Ama nirudi tena kwa mtaalamu nione kama atanifafanulia.
Karibuni wanangu kwenye mizimu ya mganga namba. Moja kama moja, ikisimama moja, ikilala moja, haijawahi kuanguka. Karibuni. Tunashukuru mtaalamu. Mganga namba nawasikiliza. Nielezeni shida zenu. Nimerudi tena kama ulivyonieleza kwamba nirudi baada ya mwezi. Ndiyo nakumbuka. Natumai dawa zangu zilifanya kazi ipasavyo. Kusemao ni ya kweli, dawa ilifanya kazi. Lakini bado kuna shida. Naona dawa ulionipa ilikuwa ya kusisimua misuli. Kweli kabisa. Nashukuru kwa sababu tangu tuanze kutumia hiyo dawa, basi mume wangu analima shamba vipasavyo. La kushangaza ni kuwa sina wala sijapata dalili zozote za ujauzito. Swala lako bado dogo. Mtaalamu namba naweza nikakusaidia. Nitashukuru sana mtaalamu. Mganga, naomba mpatie ile dawa kali. Hofu toeni. Hapa mmefika kwa mganga namba. Si mnaelewa haijawahi kuanguka. Pokea hii dawa. Nenda katumie hiyo dawa. Mtarudi ndani ya mwezi mmoja baada ya kuona mabadiliko. Mnaweza mkaenda. Kifo cha mganga, watawalia, wameachwa Japanda. Kifo cha mganga ndo story nasimulia, ameacha watu wengi machozi wakimlilia. Inavyosemekana mganga alijulikana, watu kutoka Mali kwake wamejazana, wote wamekita kambi na kumzika wataki, wameshajengamana tafufuka kama Yesu. Ajibu watu wengi magonjwa yaso na tiba, hata bunge fulani walipitisha katiba. Kitu alichopendea ni vile anaficha siri, ndio maana kila kuchao yalikishana magapi. Jambo la kufurahisha. Sasa imezidi. Hapa kuna shida. Haiwezekani kuna kupaka madawa yote hayo na kwa dalili zote za mimi. Mume wangu, useme hivyo jamani, nakufuru. Kwa kweli nimechoka. Naona tuongeza mke sasa. Tumefikia huko jamani. Mbona haunielewi? Na wala sitaki hizo punyeto zako. Sawa basi. Fanya kama utakavyo. Kwa sababu mimi pia nimechoshwa na hali hii. Ukimaanisha nini? Na hili tatizo ni lako. Sawa, nimekubali. Na nitarudi tena kwa mtaalamu. Vyovyote vile. Mwanzo nimechoshwa na madawa yake. Mume wangu. Mume wangu. Unaenda wapi jamani? Siamini kama shemeji anaweza kutamkia maneno makali kama haya. Ndio hivyo dadangu. Nashindwa kumuelewa mume wangu kabisa. Na uko na hakika hujaanza kupata dalili zozote? Bado. Na hicho ndicho kinachonipa wasiwasi. Makubwa. Sina cha kusema sasa. Nimechanganyikiwa sana. Haya,
Mimi naondoka. Naona ingekuwa vyema kama utarudi tena kwa yule mtaalamu. Naomba usikate tamaa. Nimefikiria kama wewe. Na kwani hutaandamana nami? Sitaweza dada yangu. Nimeitiwa kazi mahali na sitapatikana kwa siku 3 hivi. Sawa. Nitaenda mwenyewe tu. Poa. Baki salama. Nawe pia nakutakia safari njema. Salama. Kabisa. Hilo nanipa changamoto sana. Vipi tena? Hiyo material bosi hajaleta. Okay. Chana na hiyo. Alafu yangu ipi? Hivi watu wanapataje Alex, si ni juzi tu ulinisifia kwamba unalima shamba ipasavyo na ukamsifia mke wako kweli kweli. Kusema kweli nashindwa kuelewa. Mbona sisi kati watu wote hapa duniani wacha kukosoa kazi ya Mungu na madawa mnayopewa mnayafanyia kazi kweli? Ndiyo. Na naisha kwa wakati pia. Lakini tunashindwa kupata mtoto. Alafu uliwahi kumuona daktari kwa vipimo kuthibitisha labda ni kipi kinawasibu? Hapana. Bado hujachukua hatua hiyo. Na isitoshe, kwenda hospitali ni gharama sana. Unahitajika na maokoto. Naelewa. Lakini fanya himo muone daktari. Simani ndugu yangu. Acha nitafuata njia yako. Basi poa. Okay, sawa. Nafika dukani mara moja basi. Hamna noma. Leo mchana tena lazima tupate chamcha. Ndio hivyo. Sawa. Poa. Chai malizie. Asia mke wako.
unajika katika hali ngumu namna hii? Alex, najiona sio thamani tena kwako. Maneno yako yanazidi kukereketa sana moyo, na sitakubali au kuruhusu ukuona ukiwa katika hali hii. Sasa niambie, ni kitu gani ambacho kitanifanya niwe bora kwako? Na tayari vipimo vimedhihirisha kila kitu. Sina uwezo wa kupata mtoto mimi. Unakosea. Daktari alisema tu kuna uvimbe, na wala sio eti hauna uwezo wa kutopata mtoto. Hadi lini sasa? Na hali hii yetu ni kama uionavyo, tuko nyuma kimapato. Naelewa na ninakuelewa pia jinsi unavyojihisi, lakini hili swala tena nalishughulikia. Nilikopa hela kutoka kwa rafiki yangu Ibra, na tayari amepatia tu jana. Nitakupa kwa ajili ya kwenda kutibiwa. Alex, mbona unajitia madeni kwa ajili yangu jamani? Mimi naona heri wewe mke mwingine, mimi uniache kama nilivyo. Unakosea ukisema hivyo mpenzi wangu. Kumbuka kwenye tumetoka na kwenye tunaelekea. Yote haya naelewa vizuri, lakini naona sifai tena kwako. Asia, usikate tamaa katu. Nafasi bado unayo. Alex, Naam. asante sana kwa upendo wako. Siku zote utakuwa maana kwangu. Nakupenda sana. Mtaalamu, nimerudi tena kwa mara nyingine. Nimekuona kutoka mbali na ujio wako uko tofauti sana. Ndiyo, na hapa nilipo sina mbele wala nyuma. Uko na uvimbe kwenye kizazi. Nasema kweli ama nimekosea? Ni ukweli kabisa bwana mtaalamu. Naomba msaada wako. Nitakusaidia, ila kwa masharti. Masharti? Ndiyo, unatakiwa uache kizazi chako hapa ili nipate kukihudumia. Eti nini? Unasemaje mtaalamu? Ndiyo, hiyo ndiyo njia ya pekee ninayoweza kukusaidia. Hapana, siwezi kufanya hilo mtaalamu. Kwani hakuna njia nyingine ya kunisaidia? Sina njia nyingine zaidi ya hiyo, binti yangu. Sawa, nimekubali. Sawa sawa, hofu toa binti yangu, utapona tu. Hapa ni kwa mtaalamu namba 1 ikilala 1 ikisimama 1, haijawahi kufeli. Sawa. Kamata hii. Lala hapo.
Unaweza ukaenda sasa, alafu rudi baada ya siku 7. Kila kitu kitakuwa sawa. Hapa ni kwa mtaalamu namba moja kama moja, ikilala moja, ikiamka moja. Sijawahi kufelisha. Nenda. Sawa. Ukimaanisha nini kuwa hela zote umempatia mganga? Tulia Alex, mtaalamu amenihakikishia kuwa nitapona. Ujinga huo. Nikwambia sitaki hizo stories za wataalamu hapa. Sasa nifanyeje? Kwa sababu niliona kwa mtaalamu ndio bora zaidi kuliko kwa daktari. Kwa kweli umechezeshwa na hawa waganga wako. Na tayari nilimwachia kizazi changu anakishughulikia na nitakiendea ndani ya siku 5 zijazo. Unasemaje Asia? Yaani umefikia hatua ya kufanya kitendo kama hicho? Ama kweli hauna aibu? Mbona una wasiwasi? Kila kitu kitakuwa sawa mpenzi. Vyovyote vile. Kwani lazima kumuona daktari. Na kuna watu wanaoiweza hiyo kazi. Wateja walia, wameachwa njia panda. Oh no, kifo cha mganga. Wateja walia, wameachwa njia panda. Oh no, kifo cha mganga ndo story nasimulia. Ameacha watu wengi machozi wakimlilia. Inavyosemekana mganga alijulikana, watu kutoka mbali kwake wamejazana, watu wamekita kambi. Kwa kitendo alichokifanya shemeji, akifanya atakuwa jamii. Kangu ni ajabu sana. Yaani ilikuwa nafikiria nini haswa hadi akaamua kuacha kizazi chake kwa mganga? Ana kitu kigumu sana. Sasa sijui nifanye nini. Asia na vitu. Sasa kaka, walifikiriaje ni swali? Sina jibu ndugu zangu sasa. Tena nilifikiria vizuri. Okay. Bora nifanyie kazi na mapema. Ni kweli kaka. Hii ni hali ya kutisha sana. Okay, sawa. Nimepesa kitambo kufika workshop. Vipi kazi inaendeleaje? Kama kawaida. Leo tunapata, kesho tunakosa. Kesho nitapitia. Likizo yako liisha kwani? Ndio nipo kwa mapumziko sasa. Amechanganyikiwa, sio makosa yake. Ndugu yangu, nilikwambia usiingie kwenye ndoa mapema. Sasa unaona? Lennox, shauri.
Lennox, kwani shemeji uliandamana naye ni? Kwa nini? Hatumuoni kupicha tangu ulipoondoka kwenda mjini. Alikasirika alipomwambia naondoka, hata kwa sisi simpati. Wanawake bana, ni wale wale. Kitu kidogo unakifanya kwa kikubwa ajabu. Wivu ndio wameutanguliza mbele, wala sio kitu kingine. Sema ni ya kweli. Vipi? Na bado unahisia naye? Ndiyo, nampenda sana na kujituma pote huko kwa ajili yake. Kaka, una moyo. Ingekuwa mimi, ningekuwa nishamsahau zamani. Fanya pia wewe, uoe ujionee. Sioi leo wala kesho. Hata ndio wewe anapiga. Yangu. Makono na bahati ya mpenzi. Acha tuzungumzie naye. Kaka, Lennox ni ajabu sana. Ingekuwa mimi, singebembeleza mtu kabisa. Wewe tulia, hayakuhusu. Habari nzuri, sijui kusaidia nini dadangu. Kaka, nilikuwa na shida na mganga, lakini napata mlango umefungwa. Kwani ameenda wapi? Na pengine ulikuwa na shida naye? Nimekuja kumaliziwa matibabu yangu. Leo ndio siku ambayo alisema nifike. Pole sana dadangu. Mbona wanipa pole? Kwani kumetokea nini hasa? Hiyo ni uchungu, lakini sina budi kukwambia. Unanipa wasiwasi. Tafadhali, naomba uniambie. Sawa, ila mganga tuko naye tena. Bado sijakuelewa. Kwani ameenda wapi haswa? Dadangu, namaanisha mganga kaga dunia, yaani hatuko naye tena. Nini? Oh my goodness. Wasema nini eti? Mganga amekufa? Kaka. Nipo serious, hata mwili wake uko hapo ndani. Mganga. 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 Mbona nifanyia hivi jamani? Mganga. Mbona hukuniambia kama utakufa? Mganga, singekubali kukufa kizazi changu. Mganga. Mganga.
Mganga, mganga amka, mganga amka basi. Hapana, namtaka mganga. Mganga tayari katuacha. Mganga, mganga amka, mganga. Utoke. Mganga, mbona nifanyia hivi jamani? Tayari kaikata roho mganga. Sasa unabudi kutoka. Basi akauliza moja ni kipi kinaendelea hapo, mimi masikio kwa majibu aliyopewa. Jambo la kusikitisha sana. Mke wangu, Jodo chukua haikufaa. Ona sasa mahali ulipo, hauna kizazi chako. Mume wangu, ni shetani tu kanipitia, na sasa najuta kwa nini nilichukua njia hii. Naomba unisamehe sana. Mimi sina shida wala kinyongo na wewe. Siku zote nitakuwa upande wako. Kesho umesoma kitu sasa. Nitafuata ushauri wako mume wangu. Nimejifunza kitu sasa. Okay. Wacha nitazungumza na marafiki zangu. Tuone tutatatua vipi hili swali. Siku zote nimekuwa msumbufu kwako, lakini haukuchoka wala haukukata tamaa juu yangu. Na sasa pia bado nakuweka katika ulimwengu. Kwa kweli sijui nikulipe nini kwa upendo unaonionyesha. Asia, hili ni jukumu langu kama mwanaume au kama kichwa cha familia. Itakuwa sio vyema kuona ukiangamia zangu. Natoa shukrani zangu kwako na ninakuahidi kukupenda daima. Usijali. Alafu nikuja kama baraka. Sawa.
siku ya leo haina customer kabisa. Bado mapema. Na kuna mlango mmoja nilipo tayari jana. Pesa nitakutia kwa simu. Tafuta kujua baadaye. Yenyewe kaka, una bidii licha yote unayopitia, lakini ukifika kazini unachapa kazi kama kawa. Vipi na wewe? Ishu yenu na Fei mmefikia wapi? Nashukuru bado ananipenda, hata atapitia baadaye. Natakia kila la heri kwenye mahusiano yenu. Kaka Alex, vipi kuhusu shemeji? Alifanikiwa kurudishiwa kizazi chake? Hapana, bado hajafanikiwa, na kwa bahati mbaya alienda kupata mganga shafariki. Unasemaje? Ndio, hivi tunavyozungumza mke wangu hana raha kabisa. Da, sasa itakuwaje kuwaje mtu wangu? Hizi ni taarifa za kuhuzunisha sana. Lazima kuwe na suluhisho lingine. Kusema kweli, nimefikiria hadi nimechoka. Ndio nimeonelea tueleze pia nyinyi nanyi tujue jinsi gani tutapata suluhisho. Tafuta mchungaji kaka, na na imani atapona. Mchungaji tena? Mimi naona tu arudi kwa mtaalamu mwingine. Naona wazo la Lennox litafaa zaidi. Kweli, hizo ni nguvu za giza na nina imani zitashinda. Utapata wapi mchungaji aliye mwaminifu? Yupo mmoja, nitaongea naye na nitakupa majibu. Nitashukuru sana ndugu yangu. Wala usijali. Sisi lengo letu ni kuona wewe ukiwa na furaha wote. Wazi. Naona mida imeenda sasa. Imefika saa 8. Naona tuchape kazi. Mara hiyo wadau basi. Mtumishi, kama nilivyokuelezea hapo awali kuwa kuna ndugu yangu na tatizo, na ukaahidi kuja kumsaidia, na tunashukuru umefika, na wapo hapa watajitambulisha kwa majina yao na mengine atafuata. Karibu sana mtumishi. Naitwa Sio, mkewe na Alex. Mimi ndiye mtatizo. Naitwa Ibrahim. Rafiki wa Alex. Naitwa Fei, mpenzi na Alex. Naitwa Irene, rafiki na Asia. Mimi ni mtumishi Jackson Karisa. Mimi kanisa langu liko pale Kaziani Church of Christ, maeneo ya Kaweni, na nimeokoka na ninamtumikia Bwana Yesu Kristo. Bwana Alex, ni kupongeze kwa kunipokea kwa moyo mkunjufu, kwa maana sio wote wanaweza kutekeleza jambo kama hili. Na nikirudi kwa dada yetu Asia hapa, ni kwa mahala anayopitia sio ya kawaida, na nyumbani kwao nilipotoka ndiko alikosukumiwa maradhi. Yote hayo ni kwa sababu ya wivu ulio kijijini mwao. Kwa kweli kitendo alichochukua dadangu hakifai na hakimpendezi hata baba yetu aliye juu mbinguni. Huo ni unyama. Sasa ona aliyokukuta.
umekimbilia kwenye nguvu za giza na ukasahau kwamba kuna nuru kando yako. Yote hayo yanawezekana iwapo tutakuwa na imani. Basi naye dada yetu atapona. Sawa sawa. Basi tusimameni, tuingie kwenye nyimbo za sifa. Baada ya hapo tuingie kwenye maombi, na nina uhakika Mwenyezi Mungu ataenda kutenda muda na nyakati kama hizi. Amen. Amen. Tusimameni. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Dada yetu hapa Asia amerudi katika hali yake ya kawaida na hana uvimbe wala tatizo lolote la kimwili au hata kiafya. Tunashukuru sana mtumishi kwa msaada uliotupa. Wala msijali. Nyinyi ni wana wa Mungu na nimeteuliwa kuwaongoza vyema. Na mtumishi Jackson, nasema kazi yako iko pande gani? Karibu na Kaweni. Hapo ndipo tunaposhiriki. Kuanzia wiki ijayo tutakuwa wanakondoo wako. Unaona sasa? Haya ndio maneno ya kufurahisha. Na niwaambie kitu. Kwenye kanisa langu mnakaribishwa muda wote. Kusema kweli bwana mtumishi, mimi ndiye niliyemshauri Asia aende kwa mganga, kwa sababu niliona atasaidika haraka. Unajua vijana wengi sana wamechekwa na mambo ya kishirikina, ambapo inawapelekea hadi kusahau na Mungu wao. Dadangu, natumai hautarudia tena kosa kama hili. Isitoshe, unapendeza sana kuimba kwa kanisani. Na wala sio kuzurura kwa waganga. Nimesikia na nitafuata nyayo zako. Bwana Alex, wewe na mkeo sahi mko sawa. Ninachotarajia ni wajukuu tu na sio kitu kingine kile. Usule bwana mtumishi, tutafanyia kazi. Na labda mkuahidi kitu. Kwa mwaka hauishi, ngoja mlikuwa kwanza ndani. Nitafurahi sana. Sasa naombeni mniruhusu niondoke, maana hii huduma haiishi. Wala sijali. Nisikie kwa nyumbani kwako. Mbaki salama wanangu. Mungu awazingire na damu ya Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Amen. Alex, acha ni mtoe mtumishi wangu. Sawa, barikiwe. Kae salama. Ya Bwana Alex, na wajukuu sana. Sawa mtumishi. Haya, Karibu sana, karibu sana. shukrani.
Odi yenyewe hapa. Hairi na kina Leno. Oh, karibuni sana. Shemeji, ujambo? Si jambo. Hofu kwenu jameni. Hatujambo pia. Vipi? Mzee yupo ndani kweli? Ndiyo, yuko ndani na mtoto. Raha nayoitaka ndugu yangu. Acha niwaletee viti basi. Wala tukai, wala tuingii ndani. Tumetoka kwa ushirika ndio tukaamua tuje tuwapige jambo. Sawa, acha nimuite basi. Amen. Jameni, mbona mpo wima tena? Hatukai sana ndio maana. Lakini sio vyema kusimama wima namna hii. Kaka, wacha story nyingi. Vipi? Kijana anaendeleaje na hali? Yupo imara kama simba vile. Du. Yaani kama babake vile. Mwanzo nilikuwa nasema amefanana na mamake. Kumbe uongo bwana. Rafiki yangu, nataka mwingine na wewe wapi? Acha uongo wewe. Hii dunia ni majembe. Sio mmoja tu. Nitawazalia hadi mseme tosha. Assalamu alaikum ndugu zangu Waislamu, kwa wale wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi najulikana kama Mashati. Katika hii filamu mpya nimecheza kama Ibra wanavyonitambua, na tumefika kikomo cha movie yetu kutoa shukrani zetu kwa mashabiki. Mimi sio mwongeaji sana, lakini katika hii Kifo cha Mganga mimi nimecheza karakta ambayo na mshauri Alex mambo mabaya na mazuri. Kwa hiyo ni karakta tu nimepewa, lakini sio kwamba mimi ni mshauri kwa watu vibaya, hapana. Sina mengi, ni hayo tu. Support kwenu jamaa uweze kusonga. Nampisha bwana Alex. Hello guys, namaste. Kwa majina najulikana kama Bahome Mashanu. Kwenye filamu hii ya Kifo cha Mganga mmeona nimecheza role yangu kama Alex, bwanake Asia. Tunashukuru sana kwa kufuatilia filamu yetu mwanzo hadi mwisho, na muwe nasi katika kila hatua. God we trust. Mambo vipi? Kwa majina natambulikana kama Bwana Namba, moja kama moja, simama moja, ikilala moja. Katika filamu yetu ya Kifo cha Mganga, mimi nimecheza kama mganga mwenyewe, mganga Namba. Ganga konge, sema nini? Ganga mzuri wa kusaidia watu, lakini katika harakati kifo nacho kikipangwa basi ndio hivyo. Kwa maana ikaitwa Kifo cha Mganga. Nilifariki kwa sijatimiza lengo langu, lakini katika maisha ya baadaye na mimi watanishukuru. Acha nimpishe mwanangu sana. Vipi? Mimi najulikana kama Sani, lakini kwenye hii filamu nimecheza kama Lennox. Tunataka ni support yenu jamaa. Sana.